Halima Vunjabei ni nani? Alitokea wapi? Na hadi sasa kwa nini aliingia kwenye ngumi? Halima Vunjabei nimezaliwa Mwanza Bugando. Nimekulia Chato, elimu yangu ya msingi nimemalizia shule ya msingi Chato. Na sekondari nikaja kusomea Dar es Salaam Kigogo pale, ila sikubahatika kumaliza form 4. Ukaishia katikati. Kaishia katikati. Shida ilikuwa nini? Vurugu nyingi? Ni utundu tu. Na kusoma pia ni kipaji. Ni kipaji. Wewe uliona mimi niliona sio kwangu. Na haribu hela za mama. Kwa maana yake movement ya kutoka kanda ya Ziwa kuja Dar es Salaam ilikuwa ni kwa ajili ya masomo au kikazi kwa wazazi? Mimi mama yangu alikuwa anaishi huku Dar. Okay. Kule nilikuwa naishi na mamangu mkubwa. Kwa hiyo baada ya kumaliza darasa la 7 mimi nikabidi nililie kuja kwa mamangu. Okay. Kwa hiyo ikabidi nifanyiwe uhamisho nije kusomea huko. Kwa hiyo Msukuma piwa kabisa. Mimi Msukuma. Kabla Vunjabei, jina lako lile jenyewe kabisa ni Halima nani? Hilo ndio jina langu la ukoo, Vunjabei. Vunjabei ni jina sio AKA. Acha bwana. Hiyo ndio imesimama kwenye vyeti, kwenye pasipoti. Tangu huko ukiwa mtoto mdogo. So watu wanaamini Vunjabei imetoka kwa Fred na Frank Vunjabei? Hapana. Hapana. Bwana, hii imekaa vizuri sana. Sawa, uliwaza nini kuingia kwenye ngumi ama kipi kilikupeleka kwenye mchezo wa ngumi? Mimi sikuwa na wazo kwamba nitakuja kuwa bondia. Ila mimi nilikuwa napenda sana kucheza mpira wa miguu. Na nilikuwa nashiriki baadhi ya mazoezi pale Urafiki. Nikaja nikahamia timu moja inaitwa Lulu Queens, ilikuwa Magomeni. Nimechukua mazoezi pale. Nikirudi nyumbani huwa nashinda vijiweni, kwenye vijiwe vya bodaboda kipindi hicho 2012. Kwenye bodaboda uko unaenda kufanyaje wakati bado binti unasoma? Kipindi hiko nilikuwa naendesha zile daiwaka za bodaboda hiyo unaambiwa. Hiyo kweli shule usingetoboa. Kwa hiyo nilikuwa napiga daiwaka mpaka kafikia hatua kuna bosi alinikabidhi pikipiki, kwa hiyo mimi nikaa napeleka hesabu. Kwa katika vijiwe pale tukipakia huwa tunapakia kwa zamu. Okay. Kwa hiyo unakuta wengine wanaleta ule kashapakia karudi anataka tena apakie. Kwa hiyo unakuta mimi nashindwa kuvumilia mpaka tunapigana pale. Na wanaume? Sasa kuna blaza mmoja anaitwa Msauzi. Yeye akaja akaniambia, wewe Halima hufai kuwa bodaboda. Wewe unafaa uwe bondia. Huko unachelewa huko. Sasa mimi sikumtilia manani. Nikamwitikia tu poa bro. Akasema ipo siku nitakuja nikupeleke gym uanze mazoezi ya ngumi. Sawa. Kweli akaja akanishika mkono tuende huku, akanipeleka gym. Akanikabidhi kwa kocha pale. Bwana mfundishe huyu anataka kuwa mchezaji. Yaani alichosema huyu anataka kuwa bondia. Kati yeye ndo kaniambia mimi nafaa kuwa bondia. Kuwa bondia. Kwa akakusakizia. Bwana nilipofika pale sijui jabu inapigwaje wala light inapigwaje. Nikaambiwa tumvalisheni huyo glavu na navalishwa glavu. Kwa kocha nani hapo? Hapo glavu zenyewe nilikuwa sijui. Kocha wangu huyo Ramajani. Ramajani hapo. Kwa moja ukapelekwa kwa Ramajani. Okay. Nikavalishwa glavu pale. Sijui jabu inapigwaje wala light. Nikaambiwa haya cheza ngumi hapo kati. Bwana, nilikuwa napiga tu lolote linalokuja. Vurugu. Nilipigwa. Yaani nilirudi nyumbani huu mdomo wote utamaniki umekatika katika. Na ndio siku ya kwanza hiyo. Na ndio siku ya kwanza. Na hiyo sparring ulikuwa unacheza na msichana mwenzako? Hamna wasichana, ni wavulana ila wanaangalia uzito unaendana. Okay. Ni wavulana tu. Kwa hiyo niliporudi nyumbani mamangu umepigana tena vijiweni au umepigwa mwizi huko mtaani? Mbona vidonda vingi? Nikamwambia mimi mama nimeanza mazoezi ya ngumi. Huu nisitaki kabisa hata kusikia. Akakukataza. Mamangu mimi alikuwa anapinga sana. Sasa ikabidi nianze kwenda kimya simwambii. Kesho yake tena nikaenda mazoezini. Nilipofika mazoezini kocha wangu akasema, "Jana tulikupa mtihani, leo umerudi. Kweli wewe unapenda ngumi." Kwa hiyo jana ilikuwa ni mtihani, ni tu kwamba kesho utarudi. Ila ukarudi. Nikarudi. Na umerudi kwamba ngoja niende mazoezini tena. Ngoja niende mazoezini tena. Nikapasuliwe tena. Nikapigwe tena. Sasa hapo mahusiano hujaanza. Hapo bado. Wewe ulianza kupigana kabla mahusiano. Kwa hiyo nilipoenda pale siku ya pili nikaambiwa sasa wewe leo hatukupigi wala nini, wewe utafundishwa ngumi sasa leo. Kuanzia leo. Nikaanza kufundishwa ngumi pale. Mimi nimetumia mwaka mzima kufanya mazoezi bila kupanda ulingoni. Na kazi ya kusindikiza tu wenzangu wanaenda kupigana, mimi tena mshangiliaji nabeba mabegi.
mwaka mzima, lakini siku hizi watu wanapitia shortcut miezi 2 mitatu, ndio maana wanapanda ulingoni, ndio maana unakuta hata ngumi zao sio nzuri, wanacheza vibaya. Fanya mazoezi kwanza uive, ukikutana na mwalimu anayejua kweli kama la majaa, atakwambia treni kwanza uive ndio upande ulingoni, siende kuizalilisha timu. Safi. Hiyo tumeizungumzia, bado sijatoka sana kwenye mahusiano. Upande sasa wa mahusiano, alikusapoti kwamba okay kacheze ngumi, au ulianza mahusiano tayari akakukuta ushaanza kuwa bondia, kwa alikubali kabisa kwamba nenda kuingia kwenye mahusiano na bondia? Namzungumzia shemeji yetu. Bwana, mimi mahusiano amenikuta nikiwa bondia. Bondia. Kwa anajua kabisa huu ni bondia. Na naweza kusema kwenye mahusiano sawa yapo, ila sijabezi sana kwenye mahusiano. Ila yapo. Mwamba yupo anakutazama ujue. Mwamba yupo na yeye anajuaga kabisa kwamba hapa nikikosea kipigo kipo pale pale. Na anakupiga? Tunapigana. Sasa mwanamke atakiwe kumpiga mwanaume. Haki sawa, haki sawa. Haki sawa. Kwa hiyo akikosea, nimekosea mimi, atanipiga. Na akikosea? Akikosea yeye, mkongoto huko pale pale. Bwana Halima Vunjabei tuko naye kupitia Mtukati ya namba 10. Kwa maana profile kumradhi, na tuna mengi ambayo tunaendelea kuzungumza naye hapa. Sasa hiyo ni historia yako tu hadi umefikia tu umeanza kucheza mapambano yote ambayo umecheza. Kwa sasa bondia gani ambaye wa kike unamtazama aidha kwenye uzito wako au uzito mwingine, ile unasema da, huyu bondia huyu angezaliwa kama Marekani hivi, Mexico ama Philippines, alikuwa anapeperusha vema kabisa na kuwa moja mabondia wakali kama kina Teresa duniani ambao wanafahamika kina Shelby? Bondia hapa Tanzania. Hapa Tanzania. Naweza kusema ni Halima Vunjabei peke yake. Ni Halima Vunjabei peke yake. Zulfa Macho sio mshikaji wako? Ni mshikaji wangu sana. Haumkubali lakini? Namkubali kwenye pati yake akicheza, namkubali kwenye pati yake. Kwa mshikaji wako sana wa kike bondia ni nani? Ni wengi, kuna wa kwanza kabisa ambaye siri yako yake. Kwa upande wa kusema marafiki wa kike kupeana siri, hata unaenda kucheza nje unasema ngoja nimshirikishe mwanangu aniombee. Hamna, sisi wanawake hatuna lile kolomeo. Kwa hiyo mimi kusema siri yangu yake ni uongo. Kwa hiyo ukaribu wako na huyo bondia ni nini? Ni kupeana mawazo tu. Kuna Zulfa Macho na kuna Sarafina Fusi. Sarafina, okay. Hao ni mabondia wa jeshi. At least ninaweza nikaomba ushauri kwao au wao wakaomba ushauri kwangu. Tunapeana mawazo. Bwana nina game hapa, vipi tunafanyaje? Njoo nipe basi hata sparring hivyo yani. Ila wengine hawa ambao sio wako kwenye taasisi za jeshi hamna ukaribu hivyo. Hatuna ukaribu hivyo. Swala la kuna hizi taarifa za Halima Vunjabei alikaribia kuingia jeshini kabisa akakataa. Akasema yeye anadili na mambo mengine. Ni taarifa za kweli? Ulikaribia, ulishawishiwa kuingia jeshini kucheza mchezo wa ngumi ukakataa? Sikukataa, ila niliona kwamba kwa sababu nimeona kwa mabondia wengine ile haikuwa kwenda ajira moja kwa moja. Ni kwenda kwanza uservice, utumikie miaka 2 ndo ukipata tena bahati ya kuchaguliwa kwenda kozi ya ajira ndo uende kwenye ajira. Kwa hiyo wengi wameshaenda hivyo, wamemaliza kutumikia miaka 2 wameshapigwa chini, na maana tena wanarudi kwenye professional huku kujitafuta tena. Kwa hiyo mimi nikaona kwamba huku nitapoteza muda, bora niendelee na kwenye professional yangu kwa sababu familia kwanza inanitegemea mimi. Ninapoenda kupoteza miaka 2 kule sipati chochote, ni bora nibaki huku tuzidi kugombana na mapromota wa Tanzania hawa. Ndio. Wanaotufinya kwenye malipo. Mapromota wa Tanzania mieyusho sana. Wanazingua sehemu gani? Yaani mapromota wa Tanzania wote ni 2 watatu tu ndio unakuta wanakukea bondia wa kike. Yaani wanamthamini bondia wa kike, lakini wengi wao ni uongo. Yaani wanamdharau na kumuita kiburudisho, na wakati bondia wa kike ni mpambanaji kama bondia wa kiume. Kwa nini wanamuita bondia wa kike kiburudisho? Sikujua sasa kama mtu anyongeza tu kwenye fight ambazo zipo. Na ndio maana uwezi ukakuta Tanzania imeandaliwa fight ya main card mwanamke. Demo hamna. Ni wanaume tu. Utamani siku moja kucheza fight ambayo ina kina Juma Choki na kina Lauren Jaffet, magwiji wote wa ngumi, kina Mwakinyo, kina Kiduko, alafu endo katoka sasa kama main card. Utamani siku moja itokee? Hiyo natamani sana, ila kwa Tanzania sijaiwekea maanani kwa sababu
Ndo kama hivyo mapromota wengi mabondia wa kike wanawaita viburudisho tu. Utangulizi wao viburudisho. Lakini kwa nje mimi nacheza sana main card. Main card unacheza? Sana. Na main card ngapi umeshinda nje? Nimeshinda 2 tu. Okay. South Africa KO na Ujerumani KO. Ulishia kuingia kwenye mtego wa kutaka kushawishiwa kuuza pambano nje? Yapo hayo mambo. Ulishia kuuza hata siku moja. Uenda uliuza na unajutia. Na uenda unajisifu lakini tutazungumza vizuri. Ulishia kuuza pambano? Ukakubali acha tuuze tu. Mimi nakupenda Halima, unasemaga ukweli sana. Leo ukinidanganya siku ya kwanza tangu nimekufahamu. Kwa nini uliuza pambano Halima? Wewe unajua kuchombeza ili mtu aingie line. Na kujaza sasa. Unanijaza upepo. Kwa nini uliuza afu ila kunipatia hata kidogo mshikaji wako? Hiyo naijutiaga mpaka leo mpaka kesho, na haitojirudia, na nimeshazikataa mechi nyingi sana za kwenda kuuza pambano. Yeah. Walikushawishi vipi ukajaa? Ilinikuta tu, yani unajua kuna ile, kwa sababu mimi Vunja Bei mechi nyingi za Tanzania huwa sichezi. Kutokana na mapromota wetu hawa na profile yako ulivyoiweka. Wewe ucheki na yeyote aje na hela, sio story. Kwenye hatuchekeshi kwenye hela. Kwa hiyo unakuta sasa nasubiria mechi za nje tu. Kwa hiyo kipindi nakumbuka mechi za nje kama mwaka mzima sijaenda nje. Afu sina hela. Huku wadogo zangu shuleni natakiwa nitoe hela. Majukumu ndo hivyo. Ikabidi tu nikubali mechi hiyo ya kwenda kuuza, na mechi ndio ilikuwa hiyo moja na nilikuwa nimeikataa. Ilibidi tu nikubali na ninaijutia leo. Shingapi uliokota hiyo? Hela ni ndogo tu, niliokota milioni 10. Milioni 10 kwa Tanzania. Lakini kama ungeshinda ungeokota shingapi? Kama usingeuza? Yaani kama usingeuza ni uongo tu, hauwezi ukafikisha hiyo hela. 10 ufikishi. Pia ni moja ya sababu inayowafanya mabondia wengi wauze. Kwa sababu unakuta dau la kuuza ni kubwa kuliko lile ambalo utalipata. Kuliko lile ambalo unaenda kupigana kwa haki. Huwa hazilingani. Unaambiwa kabisa ya kuuza bwana tutakupa milioni 20. Sasa unakuta mtu ya kupambana utakuta unapewa milioni 7. Mtu anaona basi bora ningachukua hii 20. 7 niache. Watoto waende shule. Sawa, mimi binafsi hata niamshe saa 9 saa 8 usiku. Ukiniuliza bondia bora duniani ambaye namtazama kwa sasa ambaye ni active, nitakutajia Clarence Shield. Wewe bondia gani ambaye unamkubali sana wa kike? Claressa. Unamkubali pia Claressa? Anacheza kama mwanaume na yuko tayari kucheza na wanaume. Labda tumezoea kuona tu mabondia wa nje ndio anasema mimi hata aje Muhammad Ali nitacheza naye. Kumbe uwezekana alimevunja bei na anaweza akatoa hizo sauti kwamba hata Mfaume tunacheza naye japo brother. Unapita humo pia kwamba unaamini kuna mabondia wa kiume wanacheza hapa Tanzania, lakini tu unawatazama wanavyocheza wanasema mimi hivi mwenyewe nilivyo Halima nikicheza naye anakaa yule. Wapo wengi sana. Mabondia wa kiume. Wengi sana wa kiume. Kwa sababu mimi najiamini, kwa sababu mimi sparring zangu sichukui na mabondia wa kike. Mimi gym kwangu sparring zangu nachukua na wanaume. Kwa hiyo najua kabisa bondia fulani kwangu atoboi, bondia fulani kwangu atoboi. Tunapigana na right. Kama mimi huwa nikienda kuangalia mapambano ya wenzangu huwa natamani hata waweke kiburudisho cha bondia wa kike na wa kiume pale. Kama kiburudisho tu, siwaruhusu Tanzania mwanamke na mwanaume kupigana, basi waweke hata kiburudisho nipande mimi na bondia yoyote mwenye uzito wangu wa kiume. Yoyote yupi? Samtaji hata mmoja. Hasa kusema yoyote hapo watu wako wengi uje uzito wako. Yupi labda? Hapo kutafuta ugomvi. Sasa unajiamini? Au tumuhifadhi? Tumuhifadhi tu. Sawa, pambano lako linalokuja mwezi wa 5. Maandalizi yakoje na linaenda kuchezwa wapi? Pambano langu la mwezi wa 5, kwanza kabisa nipende kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Na nimejiandaa vizuri, litakwenda kuchezeka Tanga na hisi ni Mkwakwani. Tarehe 3 mwezi wa 5. Watanzania waje kwa wingi. Chini ya Mafia? Hapana. Ni Dr. Adija. Dr. Adija, Dr. huyu Dr. wetu wa ngumi. Okay. Na mimi nitacheza na bondia kutoka Uganda. Ni bondia mzuri, sio wa kubeza, ni fighter. Kwa hiyo Watanzania wategemee kazi nzuri. Kwenye rekodi yeye kakuzidi? Hawezi kunizidi. Huyo bondia? Kwa hiyo ni umemzidi. Unapenda kucheza na bondia ambaye umemzidi ama amekuzidi? Mimi napenda sana kucheza na bondia aliyenizidi. Kwa nini? Kwa sababu bondia ambaye amekuzidi ina maana wewe kuna vitu utavipata kutoka kwake.
Na pia bondia alokuzidi ukicheza naye, hata ikitokea umempiga, we unapanda kuliko yeye. Hasa aliyopo chini yako hautopanda. Zaidi tu utachukua wini pale basi na kuongezeka vipointi kidogo. Kwa sababu yule ni wa chini. Kwa hiyo hata hii fight hadi umekubali kucheza na bondia ambaye umemzidi. Maana yake akishinda yeye wewe ndio unapoteza ujue kwenye rekodi. Akishinda yeye pointi zangu kabeba. Maana yake umekubali kwa hela nzuri kidogo. Ndio. Kwa leo unaweza nikaokota tukiongea vizuri. Si ushachukua advance? Advance nilishachukua ila kutokana na Dr. Adija na mheshimu. Na mheshimu na hata kama atasikia. Nimekubali mechi kwa kumheshimu yeye. Sawa. Lakini hela iliyotoka haiko kabisa. Haiko. Maandalizi unafanya lakini sije kama sio level yako afu ukaenda kupoteza. Maandalizi nimefanya na mimi sinaga kazi mbovu. Watanzania wanaijua kazi ya Halima Vunjabei. Nafanya kazi vizuri, nacheza ngumi inavyotakiwa. Hakuna bondia wa kike yoyote Tanzania anacheza ngumi kama Halima Vunjabei. Wanacheza wanawake yani wanashikana. Hakuna mchezo mzuri. Mimi nipo kukuonyesha mchezo mzuri, tupigane juu mbalimbali. Hamna kukumbatiana. Hamna kukumbatiana. Hivi Feriche mko naye uzito mmoja? Fericha ni kilo kakuzidi nadhani. Kilo kubwa ya. Ana mwili ule. Tukimpanga vipi akate kidogo mwili? Yoyote, sio yeye tu. Yoyote yule. Tanzania hii. Hakuna anayekubali. Wote wanakukataa siku hizi bwana. Hakuna anayekubali. Hakuna, yani hata wewe na mimi mwenyewe natamani sana mabondia ya kike sijawamaliza Tanzania, wapo wengi. Unawadai? Wapo wengi. Waite basi. Lakini utamsikia tu mtu cheza na fulani, mimi bila milioni 10 sichezi. Kwa Tanzania hii kuna promoter kumlipa mwanamke milioni 10. Hakuna. Sasa unakuta mtu anapiga kiwango cha juu ndio. Yupi ambao unamtamani simu yangu mimi ninayo hapa? Iite sasa hivi simu yake. Sasa au iite kwa promoter. Nikisema nianze kuwataja majina nitakuwa nimewapa blandi. Na blandi zao za watasafiria. Bwana nimekutana na mtu leo. Kuna bondia mmoja Kenya anatisha sana anaitwa jina lake linanitoka lakini ni bondia mmoja ambaye anatishia sana wanawake Afrika Mashariki. Ni wa kitambo au wa sasa? Yuko active anacheza lakini wa muda mrefu kidogo. Sio Fatuma Zarika. Zarika. Alinipigia Mzambia mmoja Zarika hadi watu wakasema Zarika anaua. Sasa tunatazama Zarika alivyo, huwa tunaamini Tanzania hatuna mtu ambaye tunamwamini kwenda kutupigia Zarika. Halima Vunjabei vipi? Tumtume? Zarika akija Bongo hapa ni mazoezi tu, ngumi zinapigwa vizuri tu na anapigwa. Hakuna bingwa asiyepigika. Kwa tukiongea na promoter vizuri kwamba sisi tunataka Halima acheze na Zarika. Ila Zarika atoke Nairobi aje hapa Dar es Salaam. Sio kwamba Halima Vunjabei amfuate kule. Ukimfuata kwao uongo. Autoboi. Aje hapa. Kwao utaambiwa tu umepigwa kivyovyote. Aje hapa tupigane. Alafu na marefa wawe fair. Tupigane hata yani wenyewe wataona aibu. Mashabiki ndio watatoa mshindi nani, mashabiki ndio wataamua. Kwa sababu mashabiki wanaona. Marefa wetu hawa sometimes nao ndio hivyo. Wanakuwa wanachanganya. Najaribu kuwaza promoter gani ambaye naweza nikampigia sasa hivi kwa ajili ya Zarika kumleta lakini na kuahidi nalifuatilia. Kwa hiyo simu zikiita Zarika na Halima Vunjabei jua nimeanza kulichokoza. Ila linakuja. Haina shida. Neno moja kwa mashabiki wako ni kuruhusu. Mashabiki zangu mimi ninawaahidi kazi nzuri kutoka kwangu Halima Vunjabei na wanajua sinaga show mbovu. Kazi, weka jiwe niweke chuma. Kwa hiyo Watanzania kwa ujumla waje kwa wingi Tanga Mkwakwani pale kuangalia Halima Vunjabei anatoa show na tunampiga mganda mpaka atasahau njia ya kurudi kwao. Safi kabisa. Tarehe ngapi? Tarehe 3 mwezi wa 5. Tarehe 3 mwezi wa 5, mwezi ujao tena hiyo. Pia nimalizie kwa kapteni wangu Mfaume. Na mashindano yake bwana. Unampongeza au unamkosoa? Nampongeza sana, nitaanzaje kumkosoa kapteni wangu? Okay. Nimpongeze sana kwa hatua aliyochukua hii ya kuandaa mashindano ya ligi ndogo hizi za mpira na pia kidogo kinachopatikana pale maana wanakuja viongozi wengi kama Kitila Mkumbo. Ndio. Kwa hiyo kidogo kinachopatikana pale anakwenda kuwekeza kwa watoto yatima na tuna imani hao watoto yatima kesho kuna Mfaume wa baadaye pale na kuna Halima Vunjabei wa baadaye. Namshukuru sana Mfaume na nampa big up kwa hilo na nako nzima kwa ujumla. Uliona ile clip na taarifa ya Mwakinyo anasakizia watu mambwa Tanga ile? Uliona au hujaiona ujui chochote?
Ile sinasemekana mwizi yule kaenda kuiba. Mabondia nasikia mmepeana kauli hiyo kwamba jamani, mabondia tusimtupe Mwakinyo, yule ni mwizi. Kila bondia ukimuuliza anakuambia yule alikuwa mwizi. Nyinyi mnajuaje kama alikuwa mwizi? Mwizi akija kwako wewe ukamkuta mwizi kwenye himaya yako wewe, wewe utachukua hatua gani? Mimi namkamata nampeleka polisi. Wewe unafanyaje Halima Vunjabei? Mimi nitamkamata, nitampiga, polisi atakwenda mpigwa tayari. Bwana DM hapa nilikuwa nasoma message. Anasema mdau mmoja kutoka Mwanza huko anatamani siku moja amuone Halima Vunjabei amevaa gauni refu jeupe anafunga pingu za maisha. Hiyo ipo ama tutasubiri sana hiyo? Kwa sababu hiyo mpaka mtu ukifikia hivyo na maana umepata mchumba aliye sahihi. Ndio uko naye ama sasa ndio mkate mwambo ule naye sio sahihi? Amna, wote tunazugiana. Ule naye mnazuga kidogo. Kwa akipatikana mwamba sahihi shela unavaa? Akipatikana mwamba sahihi shela nitavaa, ila kuna wakati wa mimi kuvaa shela kwa sababu mimi sitaki yale maisha ya utumwa. Kwamba leo mwanaume kajisikia kanichoka mimi, bana beba begi lako nenda. Mimi mwanaume tumechokana, namwambia yeye abebe begi aende kwa sababu anikute nina mjengo wangu hapa da. Anikute nina vitu vyangu kila kitu. Kwa hiyo akizingua yeye anaondoka yeye. Sio kwamba wewe kwa hata akikuoa uende kukaa kwake. Tutapangiana, bwana si tumeoana, una kwako na mimi nina kwangu. Kwako tumekaa mwezi mmoja, kwangu mwezi mmoja. Sisi usawa bila. Baada ya muda gani itakuwa tayari matarajio yako? Kusema kweli namshukuru Mwenyezi Mungu, ngumi imenipa hatua. Nimebahatika kuweka kibanda Chato kule, ila sijakimaliza. Kikiisha kile natumai natafuta daa sasa. Kwa hiyo nikishajimilikisha daa pa kulala, hapo sasa ndo nitakuwa tayari. Miruzi iite. Maana kuna mwamba umndani alikuwa ananiuliza ndio maana nikasema ngoja nitamuuliza pale, huenda anataka akuvishe pete ya uchumba hapa. Au aje nayo? Kama si yake sawa kwa wote. Unaweza kumvisha yeye. Kazi si tunafanya wote, yeye anaenda kazini na mimi naenda kazini. Kwa hata akikuvisha fresh. Sawa, ataosha vyombo leo, mimi naosha kesho, atapika leo, mimi napika.